Siko peke yangu, nina Yesu msaada wangu.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bwana wetu apewe sifa. Praise the Lord. Ninamshukuru Mungu I thank God ambaye ametupatia sisi wote kwa ujumla afya njema siku ya leo. that He has given us all good health. Nimeona uwepo wa Mungu. I have seen the presence of God. Maana sehemu kubwa uwepo wa Mungu kuna furaha. Because the place where the presence of God is, there is joy. Kuna kurukaruka. There is jumping. Kuna kucheza. There is dancing. Kuna kuimba. There is singing. Amen. Amen. Na katika haya yote ni kuyafanya bila udhaifu. And we did all of that without weakness. Kwa hivyo nakumbuka wakati Yesu alienda kusali. I remember when Jesus went to pray. Alikuwa na mmoja wapo wa wanafunzi wake. He had one of his disciples. Wakaona utukufu wa mbingu. They saw the glory of heaven. Wakasema afadhali tungejenga vibanda hapa. They say it's better for us to build tents here. Fikiri na sisi hivyo ndivyo ingekuwa. And then I think for us the same thing happened here. Bwana wetu apewe sifa. Praise the Lord. Nawashukuru pia wazee wangu I thank also our elders ambao wameona ya kwamba siku ya leo niweze kuhudhuria mkutano. that saw it well for me to preach the word to the congregation. Amen. Amen. Naona muda wetu umesonga. I see our time is running. Kama tumerukaruka lakini kwa sababu tumeruka kwa ajili ya Yesu. But we were praising God for the glory of Jesus. Sisi tutaenda kusoma ama tutaenda kuzungumzia neno ambalo linasema kafara. Today we are going to learn about a word called sacrifice. Kafara. Sacrifice. Nimeona tumetoa sadaka nyingi hapa siku hii. I saw we gave a lot of offering today. Naona na kuna vitunga vingi. And I see a lot of buckets. Lakini sikuona kafara hapa. But I didn't see sacrifice here. Amen, amen. Amen. Wakati nilikuwa mdogo, When I was young, nilikuwa naenda kanisani. I used to go to church. Na nilikuwa nasikia wanatoa mambo ya sadaka. And I used to hear that they gave offerings. Sikuelewa. But I didn't understand. Hii sadaka ya kafara. This offering of sacrifice. Wakati katika lugha zetu tunashindwa kulitamka katika sadaka zetu. In our languages. Sasa hivi neno kafara. So this word sacrifice. Nikaja kulisikia wakati nilikuwa na uzoefu wa kufuata filamu. I came to hear it during a movie I was watching. Sasa kwenye filamu hizi ndio nikaanza kusikia wako wanataja mambo ya kafara. In these movies I came to hear this word sacrifice. Na hizi kafara zilikuwa zinasema kuhusu mambo ya dunia. And this sacrifice they were talking about worldly things. Nikaanza kujiuliza kafara maana yake nini? And then I started asking myself, what's the meaning of sacrifice? Katika neno hili kafara nikaya kukuta neno la upendo. And in this word sacrifice I came to understand the word love. Amen, amen. Amen. Najua kwamba kuna wengi wataniuliza neno kafara kunaweza kuwa upendo namna gani? I know many of you are going to ask me, how can love be connected to sacrifice? Hii neno kafara, this word sacrifice, ni sadaka ambayo inatolewa, is an offering that is given. Kwa Kiswahili kingine wanasema kwamba ni dhabihu. In another Swahili word we call it dhabihu. Ni sacrifice, endelea kwa sababu sijui lugha nyingine. Sacrifice. Kwa hivyo hii sadaka ama hii dhabihu ilitolewa kwa kutoa damu. This sacrifice was given during an offering of blood. Na hii damu ilipaswa kuwa damu ya mnyama. And this blood was supposed to be an animal blood. Hii damu inaweza kuwa damu ya ndege. This blood will be a blood of a bird. Na hii sadaka inaweza kuwa damu ya mwanadamu. And this sacrifice will be a sacrifice of a human being. Amen, amen. Amen.
nikaja kuvumbua kwamba, and then I came to find out, katika ulimwengu wa giza, in the world of darkness, watu wanatoa hii kafara kwa sababu ya upendo. people give this sacrifice because of love. Wewe utajiuliza kwa nini? Many will ask me why. Kuna mtu ambaye anataka apate pesa zaidi. There are people who want to get a lot of money. Na anaamriwa kutoa kafara kwa ajili ya kupata pesa. And is required to give sacrifice to receive that money. Inamaanisha kwamba huyu mtu ana upendo kwa pesa. That means that person loves money. Ikiwa ataelezwa atoe damu ya mwanadamu, if he is required to give the blood of a human being, inamaanisha kwamba huyu mtu ana upendo wa pesa kuliko mwanadamu. That means this person loves money more than people. Amen, amen. Amen. Pia maandiko yanatuonyesha kwamba Mungu aliupenda ulimwengu. The scripture tells us that God loves the world. Kwa sababu ya ulimwengu alikubali akamtoa mwanawe kafara kwa ajili yetu. Because of the world, God gave his only begotten son for us. Huu ni upendo. That's love. Amen, amen. Amen. Acha tuangalie neno hili kafara. Let's look at this. Let's examine this word sacrifice. Wayahudi walitoa dhabihu za damu ya wanyama. The Israelites gave a sacrifice of an animal. Kwa sababu zifuatazo. Because of the following reasons. Sababu ya kwanza. The first reason. Upatanisho. Unity, to unite. Peacemaking. Kitu cha pili. The second thing. Utakaso. Holiness. Na kitu ya tatu. And the third thing. Ni toba. Repentance. Amen, amen. Amen. Upatanisho. Peacemaking. Utakaso. Holiness. Na toba. And repentance. Damu. The blood. Uliwakilisha. It represented. Uhai mbadala. The living. Wa mwenye dhambi. Uhai mbadala sio nasemaje pale? Uhai. The life of a human being. Amen, amen. Amen, amen. Kwa hivyo inaonekana kwamba dhambi kwa mwanadamu ni kifo. So that means sin for a human being is death. Na ikiwa dhambi ni kifo, and if sin is death, na uzima wa mwanadamu umo katika damu, that means the life of the human being is in the blood. Ilibidi damu nyingine imwangike ili kuendelea tena kumpa huyu uhai. So another blood was required to be shed so that it may give life. Sadaka hizi, this offering, kama tulivyosema, zinatumika kwa upatanisho. Just like we say, it works for reconciliation. Kufunika dhambi, to cover sin. Kwa muda. For a time. Temporary. Pia inarejesha uhusiano na Mungu. It also restores the relationship with God. Pia hii nayo ni kwa muda. That's also temporary. Amen, amen. Amen. Kubadilisha, to change, ama kuashiriana na mwenye dhambi kuchukua matokeo ya kifo kama exchange. It's like an exchange. Mwanadamu anaonekana kwamba wakati anakuwa kwenye dhambi anakuwa katika kifo. Kwa hivyo ili aweze kupata tena uhai inabidi afanye exchange, abadilishe. Ni kusema kama anunue uzima, achukue huyu mnyama na kumchinja akufe pahali pake. So it means it's like an exchange between because when a human being is in sin, it's like he's in death. Whenever they sacrifice this animal, it's like an exchange they give to God to receive life. Kwa hivyo kwenye lugha ya Kiswahili nasema kwamba hili neno la kuweza kufanya yale mabadiliko, ya kuweza kufanya ile exchange ya kubadilisha uhai wa mwanadamu kwa uhai kwa kutoa mnyama, ilimaanisha kwamba wanaita kuwa utii, ama kwa lugha nyingine wanasema ni tambiko. So this act of a human being sacrificing an animal, it's called obedience. Sema hii kufanya hii sadaka
ni sawasawa na kufanya ibada iliyoamriwa na inayoonekana ili kuonyesha majuto na kujitolea. This act of giving an animal, sacrificing an animal is like a worship to God of sacrifice. Hii inaonyesha kwamba unajitoa na unajuta. It shows that you are. It shows that you want to receive. It shows that you are guilty. So ni namna ya kuonekana kwamba umetambua makosa yako, ukashuka sana mbele za Mungu na kumwelezea Mungu wangu nimekosea. It's a way to show humility to God, that you are guilty before Him, that you have sinned against God. Hii ndiyo sababu watu walitoa hii sadaka ya kafara, ama kwa lugha nyingine tumesema ni tambiko, kushuka sana. This is the reason why the people gave the offering of sacrifice, to show humility. Hii ni shurti. This is a must. Unapaswa ufanye hivyo. You have to do this. Kama hungefanya hivyo hungepata msamaha. If you didn't do this, you won't receive forgiveness. Amen, amen. Amen. Kusudi muhimu ya dhabihu hii. An important reason for this sacrifice. Kwanza, number one, msamaha. Forgiveness. Kwa dhambi zile, for the sins za kusudia, for the intentional sins, ama zisizo za kusudia, or for the unintentional sins. Wakati mwingine unaweza kufanya dhambi na unajua kwamba hapa ninafanya dhambi. Sometimes you may sin and you know that I have sinned here. Na wakati mwingine unafanya dhambi bila kutarajia. And the other time that you sin without knowing. Ndio sababu ukienda kwenye court, that's why when you go to court, unaweza kusikia mtu kwamba ameua. You may hear that the person murdered. Lakini wanaangalia alikusudia kuua ama hakukusudia. And then they check, did this person intentionally wanted to kill or did not? Kwa mfano unaweza kutoka nyumbani kwako. So for example, you may leave your house. Unachukua silaha. You get a gun. Unaenda kwa nyumba fulani. You go to a certain house. Unasema yule fulani yuko hapa, lazima nimuue. You go and you say, this person is here, I must kill him. Na kesho unaenda kotini. And tomorrow you go to court. Na mwingine alikuwa anazungumza na mwenzake akamsukuma kidogo. And another person was talking to his friend and he just pushed him. Akaanguka chini. And he fell. Na anakufa. And he died. Na alafu wewe kuja kesho unaenda kotini. And then for you the same thing, you are going to court too. Huko kotini hawatawaamua sawa sawa. At the court they are not going to judge you the same. Kwa sababu umekosea kwa makusudi. Because you intentionally committed that crime. Unaweza kapewa miaka ya maisha kifungoni. You may be given life in prison. Na huyu anaweza kapewa mwaka mmoja. And this another person may be given like a 1 year. Lakini wote ni wafungwa. But all of you are prisoners. Mwe wote mumeua. All of you have killed. Kwa hivyo Mungu akaona kwamba kuna dhambi ya makusudi na dhambi sio ya makusudi, na yote ilistahili toba. So God saw that there was an intentional sin and an unintentional sin, and then God saw that they all needed repentance. Amen, amen. Amen. Ndio sababu Mungu akawaelezea lazima mtatoa mnyama, mtatoa kafara. That's why God told them you must give an offering, a sacrifice. Sadaka hii ilikuwa na mambo mawili. This offering had two things. Jambo lingine ilikuwa ni shukrani. Another thing was thanksgiving. Kama njia ya kumshukuru Mungu baada ya kupewa msamaha. As a way of thanking God for receiving forgiveness. Kulikuwa sadaka nyingine hii ya mnyama, ukiona kwamba umeenda kwa Mungu na Mungu amekurehemu kwa makosa yako na dhambi zako, unaenda unasema asante. This offering of giving an animal was once you gave an animal, you went to God and you thanked God. Kulikuwa kitu kingine pia. There was another thing also. Ilikuwa ni utakaso. It was holiness. Tambiko hili, holiness, zilitumika kama utakaso wa kibinafsi au kwa jamii. It worked, this act of giving an offering, it worked for the whole family or for an individual person. Wakati mwingine unaweza ukakosea. Sometimes you may commit a mistake or sin. Wewe binafsi. By yourself, individual. You go and you ask for forgiveness. You give this animal as an offering to ask for
Sometimes you may know your family has committed a sin. Na hawa watu hawakumbuki kulomba msamaha mbele za Mungu. And those people haven't asked God for forgiveness. Ukachukua yule mnyama ukawatoa kwa ajili yao. Then you take that animal and then give in behalf of your family. Amen, amen. Amen. Sadaka hizi, these offerings, zinaonekana kama kielelezo. They are like an example. Inaonekana kwamba hizi sadaka zote walikuwa wakitoa zilikuwa sadaka za kwa mfano, za kielelezo. These offering were like an examples. Kwa sababu hizi sadaka, because these offerings, zilichukuliwa na kupelekwa kwa makuhani, they were taken to the priests, ili waweze kuzitoa hizi kwa ajili yako, so that they may give to God on behalf of you. Lakini kumbuka, but remember, hawa makuhani pia, these priests also, nao walihitaji kutoa dhabihu zao kwa ajili yao wewe wenyewe. They also need to give offering for themselves. Walipaswa watoe pia kwa ajili ya familia zao. They also needed to give offering for their families. Walipaswa watoe kwa ajili ya ukoo wao. They also needed to give offerings for their family. Pia kumbuka, also remember, wapagani nao pia walitoa sadaka kama hizi. Unbelievers also gave offerings like this. Nao walifanya tambiko. They also gave sacrifice. Walichinja wanyama kwa ajili ya sadaka. They also killed an animal to give it as an offering. Kwa miungu. They took to God. Kwa hivyo hizi sadaka zikaonekana zinafanana. So this offering was like looking similar. Kwa kumtolea Mungu na kuomba msamaha, hawa nao wanatoa sadaka kama hizo hizo. The people of God were giving an animal as a sacrifice for forgiveness, and the unbelievers also giving to God's idols. They also look similar. Kwa hivyo, so kulikuwa sadaka nyingine, there was another offering, ambayo ni sadaka ya damu, that was an offering of blood, ambayo that hizi sadaka zote zilikuwa kielelezo kwake. That all of these offerings were examples to it. Na hii ni sadaka ambayo ilitolewa mara moja tu. And this offering was given only once. Ni wakati Yesu Kristo alitoa uzima wake. It was when Jesus Christ gave his life. Akawa amefunika hizi sadaka zote ambazo tulikuwa tunapeleka za. He covered all of these offerings that we were giving previously. Amen, amen. Amen. Kwa hivyo katika Uyahudi kwa sasa, so in Israel right now, sadaka hizi za kuteketezwa, these offerings of burnt offerings, zikageuzwa kuwa sala. They were changed, they were transformed to become prayers. Kuwa toba. They were changed to repentance. Zikageuka kuwa matendo ya hisani ambayo imechukua nafsi ya mfano wa dhabihu. They were changed into acts of Kwa hivyo mabadiliko ya mwanadamu ikabidi ibadilike, iwe ya kutenda matendo mazuri, iwe ya kutenda mema, kuliko kwenda kutenda mabaya na kwenda kusema nitapeleka dhabihu. So the people began to do good instead of taking the offerings. Na hizi imekuja kwa sababu kulikuwa hiyo sadaka ambayo ilitolewa mara moja, nayo kupitia Yesu Kristo. That came because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ by giving his life. Kama tulivyosema, just like we said, somo letu liko kwenye kafara. Our lesson is sacrifice. Na tutaenda kitabu chetu ambacho kinatuongoza kwenye maneno haya. And we are going to open in the Bible. Kitabu cha Waebrania sura 9 mstari wake wa 22. In the book of Hebrews chapter 9 verse 22. Tayari watusaidie. Twende kwenye usomi. For the readers who already help us in reading. In the book of Hebrews chapter 9 22 verse 22. Kama kuna mwingine yuko tayari. Waebrania sura 9 mstari wake wa 22. The book of Hebrews chapter 9 verse 22. Na katika Torati karibu vitu vyote husafirishwa
kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Asema kwenye Torati, It says in the law, kwamba vitu vyote ili kuweza kusafishwa inabidi nini? Damu. it says that without the shedding of blood, Na ikiwa hakuna utoleo ya dhabihu ya damu, hakuna ukombozi. without the shedding of blood, there is no forgiveness or salvation. Acha tuende katika ulimwengu wa dunia. Let's go and look, examine the world today. Kuna watu ambao wanapigania uhuru ama kupigania ukombozi. There are people who fight for liberty. Hawa watu wanakubali kutoa uzima, wanakubali wafe ili wafikie ukombozi. Those people, they accept to give their lives to Na receive liberty. wengine wanakufa na hawataona ukombozi, lakini wanahakikisha wale ambao wamekuja nyuma wamekombolewa. Some people, they accept to die, but believing that people behind them will be saved. Katika ulimwengu, In the world, iwe katika maisha ya kiroho, or in the spiritual life, iwe maisha ya kimwili, or in the physical life, hamuna ukombozi wowote pasipo damu. there is no salvation without the shedding of blood. Amen, amen. Amen. Ndio sababu That's why ilibidi sadaka this offering itolewe. It was required to be given. Mungu alionyesha upendo mkubwa kwetu sisi. God showed a great love for us. Sisi ambao hatungekuwa tunapata mnyama, kwa sababu tumeona kwamba hii toleo na msamaha ambao ulitolewa ulikuwa temporary, ulikuwa kwa muda. For us who we won't be able to get that animal. Ungetenda dhambi, You will sin, unaenda unabeba mbuzi unaleta. and then you take a goat and then bring it. Kesho tena Tomorrow again, unalamuka na mtukana mtu na kumbuka umetenda dhambi. tomorrow again you insult someone because you have sinned. Unapeleka. You take a cow. Kesho yake umeenda, The next day ulienda unasema unamteteteta mtu unapeleka. you were gossiping. Unaenda unabeba mbuzi unapeleka. You took another goat and take. Ungezitoa wapi? So where will you get these goats? Ndio sababu That's why Mungu yeye akaona kwamba kwa ajili yetu God saw that for us, atoe sadaka hii kwa ajili yetu kwa mara moja. He gave this on a one-time offering. Inaonyesha kwamba Mungu ana upendo kwetu. It shows that God has a lot of love for Inaonyesha us. kwamba Mungu ndio mwanzo wa kutoa hii sadaka ya kafara. It shows that God is the beginning of giving this offering. Amen, amen. Amen. Walawi sura 4 mstari wa 35. Leviticus chapter 4, verse 15. 35. Unaenda kwa usomaji haraka haraka, komboe muda. Sura 4 mstari wa 35. Tunasoma mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi sura ya 4. Mstari wa 35. Na makumi tatu na tano tunasoma mtume wa Yesu Kristo. Amen. Kisha atayaondoa machafu. Tunasoma mtume wa Yesu Kristo. Amen. Kisha atayaondoa mafuta yake yote. Kama mafuta ya mwana-kondoo yalivyoondolewa katika hizo sadaka za amani. Kisha kuhani atayateketeza juu ya madhabahu kwa desturi ya hizo sadaka za Bwana zilizosogezwa kwa njia ya moto, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehewa. Amen. Amen. Anasema It says, kuhani, unajua kama una kondoo, You know- ana mafuta mengi kwenye nyama yake. you know, a lamb has so much oil. Anasema kuhani atabeba, wakati amemchinja yule mwana kondoo, ataanza kutoa kwanza yale mafuta ile. So it says the priest will begin to remove first all of the Na fat, wakati atayetoa, atayaweka pale ili ataichoma ili ianze kunukia vizuri. And Kwa then sababu hii ni sadaka kwa Bwana. and then he will burn that fat, and then Wakati that. anaanza kunukia vizuri, Mungu atasikia harufu nzuri ya kamsosi, anafurahia alafu anasema amen.
And then when that fat is burning, then it will bring a smell to God, and then God will be happy, and then He will forgive your sin. Amen, amen. Amen. Hii ndio sababu mnyama lazima atolewe. That's the reason why an animal must be given. Na huyu mnyama alipaswa kuwa mnyama mwenye kuwa perfect. Hapana mgonjwa. And this animal was supposed to be a perfect one. Sio akilema iko naenda anasumbuta. Not a weak one. Sio gonda gonda. Not a tiny one. Anapaswa kuwa ni yule ambaye amenona vizuri. It was supposed to be an animal that is really fat and really good. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wake wa 21. Nani amefika tusome? In the book of Genesis Mwanzo 3. tusome kwa jina la Yesu. Inasema hivi: Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. 22. Amen. Kitabu hiki kinataka kutuonyesha ya kwamba This book of Genesis is showing us Mungu alitoa kafara kwa ajili ya dhambi ya Adamu na Hawa. God gave a sacrifice for the sin of Adam and Eve. Adamu na Hawa wametenda dhambi. When Adam and Eve sinned against God, walijikuta wamekuwa watupu. they found themselves to be naked. Wamejihisi kwamba wametengwa na Mungu. They were separated from God. Na ili waweze kurudia pamoja na Mungu, And in order to reconcile to Mungu God, alichinja mnyama kwa ajili yao. God killed an animal for them. Alitoa kafara kwa ajili yao. He gave sacrifice for them. Asema baada ya kuchinja huyu mnyama, And then after killing an animal, akabeba na ngozi yake akawavika. he took the skin of the animal, Halafu akawavika. and then he covered them. Akawatengenezea nguo. And he made Bila huyu mnyama clothes for them. kuchinjwa, hawa watu wamebaki watupu. Without the shedding blood of this animal, these people will remain naked. Na acheni niwaelezee utupu huu ambao tunauzungumza. And let me tell you the meaning of this nakedness. Sio mpaka utupu wa kimwili ambao sisi tunaona kila siku. It's not this physical Lakini nakedness. huyu ulikuwa utupu kiroho, spiritual, ambao hawakuwa tena na relation ya Mungu. This was a broken relationship with God spiritually. Mara mingi tunapozungumzia mambo ya Adamu, ya dhambi ya Adamu, watu wanapeleka akili mbaya. Many times when we are talking about the sin of Adam, many people, hatuzungumzii hii dhambi ya Adamu. sometimes we don't talk about the sin of Adam. Lakini hata niwaelezee kwamba But let me tell you this. mawazo mengi watu huwa wanazungumza kuhusu hii dhambi ni mawazo ya binadamu. There are many opinions that people talk about the sin of Adam and Eve. They are human opinions. Hata katika sheria za ulimwengu, Even in the laws of the world, kitu ambacho hakikataliwi, something that is not rejected, hakikatazwi, something that is not prohibited, inamaanisha kinakubaliwa. it means it is Na approved. kitu ambacho kinakubaliwa, And something that is inamaanisha approved, kwamba hakikataliwi. it means that it's not rejected. Amen, amen. Amen. Kwa hivyo So, Mungu aliwaelezea Adamu, God told Adam and Eve, matunda ya mti huyu msile. don't eat from this tree. Lakini walichukua wakakula. But they went ahead and ate from that tree that God. Tatizo sio tunda ambao walikula, lakini tatizo hawakutii vile Mungu aliwaelezea. The problem is not the fruit that they hate, but is the act of disobedience to Kwa God. hivyo ule utukufu walikuwa nao pamoja na Mungu wakawa wameupoteza That glory that they had with God, they lost kwa sababu ya ukosefu wa utii. because of disobedience. Watoto wengi leo weko barabarani Many children are on the street today. kwamba hawana wazazi, It's not because they don't have parents, lakini kwa sababu wameshindwa kutii wazazi waona kick out. but it's because they refuse to obey their parents, so they kick them out. Wanashindwa kutii sheria za serikali. It's because they don't obey the laws of the government. The government kicks them out. Ndio sababu naona watu wengi leo wanalala barabarani. That's why you see a lot of people Hawawezi sleeping on the kupata streets. nyumba ya kupanga kwa sababu hawatii. They can get an apartment Lakini or kama a wangetii, house. hakuna mtu atawapeleka barabarani. But if they obey, nobody will have kicked them out. Naye Adam alijikuta kwamba ni mtupu kwa sababu Even Adam was also found himself homeless because he disobeyed. huyu utupu alijikuta alipoteza ule utukufu alikuwa nao pamoja. This nakedness that he found himself in, it means he lost the glory of God. Wakasema hawa watu ni watolee kafara.
That's why God said, I will give a sacrifice to these people. He killed an animal akawavika na ngozi. and he covered them with the skin. Amen, amen. Amen. Mwanzo sura 8 na mstari wake wa 12. Genesis chapter 8 verse 22. Sura 8 na mstari wa 12. Mstari wa 12. 12. Ndio. Inasema hivi. Inasema tusome kwa jina la Yesu. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi. Akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. 11. Tunashia hapo. Nisome tena. Pia tena. Nasema. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi. Akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Amen. Asema It says, Mungu amemuokoa Noa kutokana na gharika. God saved Noah from the flood. Si kwamba ametenda dhambi, It's not because he sinned, lakini anamuondoa but he removed him. na ile gharika ambayo ilikuwa yenye ghadhabu ya Mungu. He saved him from that flood that was coming from the wrath of God. Sasa akaona kwamba Mungu wangu nimfanyie nini? And then he said, what can I do to my God? Alimtoa mnyama. He gave an Asema animal akachukua mnyama sacrifice. aliye safi. He took a clean Asema animal akachukua ndege aliye and safi. a clean bird Asema akamweka kwenye madhabahu. and he put it on the altar. Akamwelezea Mungu asante. And he told God, thank you for Hii saving me. sadaka wakati mwingine hii sadaka ya kafara wakati mwingine haikuwa kwa sababu ya dhambi, lakini ilikuwa kwa sababu ya kusema shukrani mbele za Mungu. This offering of sacrifice, it wasn't only for the forgiveness of sin, but it was also for the thanksgiving. Walawi 16 na mstari wake wa 15. Nani Leviticus 16 verse 15. Tusome. ndio? Walau Na mwingine atuangalie hiyo 16 12 hadi 22. Tusome 15 alafu tutaruka 12 hadi 22. Walau 16 na mstari wa 15. Inasema hivi. Inasema hivi. Kisha akamchinja yule mbuzi wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya watu na kuileta damu yake ndani ya pazia, na kwa damu hiyo atafanya vile vile kama alivyofanya kwa damu ya ng'ombe, na kuinyunyiza juu ya kiti cha rehema na mbele ya kiti cha rehema. Amen. Asema inaonyesha kwamba It shows that kuna wakati mwingine kama hakuleta ng'ombe, unaweza ukachukua mbuzi na ule mbuzi unampeleka mbele ya makuhani. Asema wanamchinja, na lengo la kuleta hii sadaka ambayo inazungumziwa hapa si kwa ajili yako, lakini hii sadaka itakuwa kwa ajili ya watu wengine. yes, it says that sometimes instead of bringing a cow, you could bring a goat, and then you could bring this sacrifice, this offering to God, and it wasn't only for you, but it was also for the other people. Hata niwaambie kitu kimoja. Let me tell you one thing. Naona kila siku watu wanakuja hapa kila siku ya posho kwa sababu ya maombi. I see that people come to prayer meeting every Saturday here. Lakini wanapokuja hapa kwa maombi hawaji kwa ajili ya mahitaji yao binafsi. But when they come here to the prayer meeting, they don't come only for their personal needs. Lakini watu wengine wanaleta na mahitaji ya watu wengine. But those people come with the prayer requests of other people too. Naona wakati wengine wanaleta mahitaji ya watu wako Kongo. Some people, they come with the prayer requests of people from Congo. Naona watu wengine wako kuma state, watu wanaleta mahitaji yao. And some people from other states, they also bring their prayer requests. Wengine wagonjwa wako kama sijui mahali fulani wametuma na sisi mtuombee. And others from, I don't know, from other parts of the world, they ask, pray for us too. Wachungaji, For pastors, washirika, elders, church members, wanashuka wote kwa ajili ya kuombea hawa wenye mahitaji. they leave their work to come to pray for these people who have prayer requests. Kwa hivyo kwa wakati huo
that time, you needed to bring an animal to pray for the people that have Watoto prayer wako kama requests. hawasikii, utatoa sadaka kwa ajili yao. If your children do not obey you, you will take an offering of an animal Baba offering to yako them. na mama yako alitenda makosa, ameshindwa kuomba msamaha, utatoa mbuzi kwa ajili yake, unaileta mbele ya madhabahu ya Bwana na watumishi wanayaombea ili aweze kupokea msamaha. If your parents sin against God, you needed to bring an animal or a goat for them so that they will receive the forgiveness. Acha tuangalie kitabu hichi. Tusema 12:22 kwenye kitabu hiki cha 16. Let's look on this same Mambo ya book. Walawi 16:20-22 anasema hivi: naye akiisha kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu na hema ya kukutania na madhabahu, atamleta yule mbuzi aliye hai, na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao na dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi. Kisha atapeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari. 22. Naye yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao wote mpaka nchi isiyo watu, naye atamwacha mbuzi jangwani. Amen. Amen, amen. Asema It says, kwa hii sadaka kulikuwa sadaka nyingine. for this offering there was another offering. Asema It says, asema mtaleta mnyama mbele ya Haruni. Hapo tuko na wazungumzia wanani? Wayahudi. it says you needed to bring an animal before Aaron, who is a priest. Asema na baada ya kuleta ule mnyama anaweka mikono yake miwili kwa kichwa cha yule mnyama. After bringing that animal, that go to the priest, then the priest will take his hand and put them on the head of the animal. Mikono yake ataanza kuomba msamaha mbele za Mungu kwa ajili ya watu wote wa Israeli, awe mkubwa awe mdogo, awe mwanaume awe mwanamke. Then the priest will begin to pray and confess the sins of the people, men and women, children, everybody. Asema sasa kisha atatafuta mtu anachukua ule mnyama, anampeleka mbali jangwani, ule mtu mwenye kujitolea aende naye huko sehemu akukwagi batu na zile dhambi zote za watu wote, ule mbuzi anaenda anatembea nazo hadi huko kwenye ataenda. Then the animal, they will take the animal to a far place where they will take that animal and kill it. And that animal had sins all over him because the priest put his hands on the animal. Acha tuende kitabu cha Yohana sura 1 mstari wa 29. Let's go in the book of John chapter 1, 29. Tunasoma Yohana 1:29. Ndio. Tunasoma kutoka kwa Yesu Kristo. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama, mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Amen. Asema Says Yohana sasa hapo. John here. Asema ilikuwa ndio siku ya pili. It was the second day. Kitabu hapa haizungumzii ya kwanza ilikuwa inafanya nini. The book here doesn't tell us what happened on the first day. Asema akamuona Yesu yuko anakuja. It says John saw Jesus coming. Iko anatembea. He was walking. Sema lakini Yohana akageukia mkutano. And then John looked to the congregation, to the Akawalalamikia, people, akawaelezea. and he shouted and told them, Sema huyu this person, that person, ndiye mwana-kondoo wa Mungu he's the Lamb of God anayezichukua dhambi za ulimwengu. that removed the sins of the world. Amen, amen. Amen. Kusema zile dhambi kama tulivyosema, kulikuwa msamaha ulikuwa temporary. Just like we said, that offering was a temporary offering of temporary forgiveness. Ndio Yohana kataka mkutano ujue ya kwamba That's why John wanted the people to kondoo wa know kweli ambaye ataziondoa dhambi za ulimwengu Yesu Kristo. a true Lamb of God who will remove the sins of the world is Jesus Christ. Amen, amen. Amen. Waebrania
sura yake ya 7 na mstari wa 27. Hebrews chapter 7, verse 27. Tusome. Waebrania sura 7 na mstari wa 21. Nasema hivi. Maana wale walifanywa makuhani pasipo kiapo, bali yeye pamoja na kiapo kwa yeye aliyemwambia, Bwana ameapa, wala hata ghairi, wewe u kuhani milele. Amen. Asema kuhani. It said the priest. Hao makuhani wote ambao walikuwa wanapelekewa hizo sadaka, asema wote wamepita. All of these priests that the people were taking their animals to them, they all passed away. Lakini inaonekana kwamba kuhani wa kweli ambaye yeye hapiti akitoa sadaka ametoa ni Yesu Kristo. But it shows that the only true priest that lives forever is Jesus Christ. Alitoa damu yake. He gave his blood. Mara moja, hakuitoa mara moja. Only once. Alishakaitoa mara moja na hatuhitaji ya pili. He has given his blood only once and we don't need any second time. Sasa tutembee na yale matwako ambayo Mungu anataka tuyatembee. The only thing that we need is to follow the law the principle that God wants us to follow. Sasa tumepewa privilege. Hawa watu hawakuwa na uwezo wa kuweza kucommunicate na Mungu. Ndio sababu walipitia kwa makuhani wakipeleka na masadaka mbalimbali za kuteketeza. We were given a privilege because the people akatuweka direct. But when Jesus came, he connected us directly. Akatufungulia njia. He opened the way for us. Njia iko wazi. The way is open. Barabara iko wazi. The road is open. Usiku wala mchana. Day and night. Usubuhi wala jioni. Morning or evening. Kwa muda wote ambao unataka. All the time. Yeye ametuweka direct na Mungu. Jesus connected us to God. Amen, amen. Amen. Kwa sababu hakuna sadaka mara ya pili. There's no second offering. Kitabu cha Timotheo sura 1, Timotheo wa kwanza sura 2 mstari wa 5 na wa 6. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 6. Tunasoma Tusome kwa jina la Yesu. 5 hadi 6. Timotheo wa kwanza sura 5 na mstari Wa 6. wa 6. Tusome kwa jina la Yesu. Bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa, ingawa yu hai. Tuendelee. Mambo hayo pia uyaagize ili wasiwe na lawama. Turudie 2 mstari wa 5 na wa 6. Tusome basi Timotheo wa kwanza sura yake ya 2 sura ya 2 na mstari wake wa 5 na wa 6. tusome Timotheo wa kwanza Sura yake ya 2 sura ya 2 mstari wa 5 na wa 6. tusome kwa jina la Yesu. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Amen, amen. Asema It said hatuna mpatanishi mwingine. we don't have any other mediator. Mchungaji akia kuelezea yeye ndio mpatanishi wako na Mungu. Amekudanganya. If a pastor tells you I'm your mediator, he has lied to you. Nikija nikikuelezea mimi ndio mpatanishi wako na Mungu, unielezee mimi ni Mungu. If I come and tell you I'm your mediator between you and God, I have lied to you. Mungu ametuweka watumishi wake ili kuweza kushiriki kwenye maombi ya kuwasaidia watu wanapojipatanisha wao wenyewe na Mungu. God has chosen us as his servant to help people. Hakuna mchungaji anaweza akakufanyia upatanisho na Mungu ikiwa wewe hukujitambua ni kusema mimi nimekosea. There is no pastor that can mediate you between you and Kwa God. kinywa chako umuelezee Mungu nimekosea. It's you yourself that must tell God I have sinned against you. Alafu unakuja kwa mchungaji na muelezea, baba unisaidie maombi. Nisaidie.
pastor is here to help you, to just help you. Atakusaidia kuomba. He will help you to pray. Atakusaidia kulia na He will help mwanadamu you. kusikia kulia kwa He will help you. He will cry with you. Lakini tayari njia iko direct, Mungu alishakuiweka. But there is an open access between you and God. Atakuja tupatanishe isipokuwa Yesu Kristo. There is no other Ambaye mediator. alikuja akaitoa damu yake kwa ajili yetu na akatunganisha na There is no other mediator between men. Only Jesus Christ that gave His life and He connected us to God. Siku ya leo mpendwa, acha nikueleze. Today I would like to tell you, beloved, Wewe ni huru kitaka kuwa huru. you may be you need if you need to be free, you can be free. Uhuru wako ni wewe mwenyewe utautafuta. Your only freedom is you yourself that will seek it. Kufungulia barabara ya uhuru. Because Jesus has opened the door for you to be free. Ukitaka kukombolewa, wewe umekombolewa kwa sababu Yesu amekwisha kufungula njia ya ukombozi. If you want to be saved, you can be saved because Jesus has opened the door for salvation. Umepatanishwa na Mungu kwa sababu Kristo alishakufungua njia ya upatanisho. You can be reconciled to God because Jesus Christ has opened the door for you. Let me tell you your message. It's your time. It's your moment. It's only by yourself that you need to meditate in your life. And tell my God, the offering has been given because of me. We are free. We are not slaves anymore. We are not slaves anymore. We have been free. We have been saved. We have been called the sons of God through Jesus Christ. Because He connected us and reconciled us to God. Because He gave His blood only once for us. You don't need to take your money to any pastor. You are free. Welcome. If you would like to reconcile to God, welcome. Stay for real. This is your time to come to your God and welcome here for all. We pray. We can pray together. Today there is a voice that is not coming.